Nilikuwa nasema hivi, juzi mheshimiwa, about 2 weeks ago, mheshimiwa rais alisema ya kwamba kuna wabunge ambao wako corrupt kule bungeni, na nimeona viongozi wengine wa upinzani wakichukua hiyo message na kusema ya kwamba huyu mheshimiwa rais amekosana na wabunge, huyu mheshimiwa rais sijui amefanya namna hii. Wacha leo tuambie mchana peupe ya kwamba the president has declared war against corruption. Iwe bunge, iwe ndani ya SHA, iwe ndani ya ministries, iwe anywhere. He has declared war. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunaamka asubuhi tunasema Kenya is a corrupt country. When the president says ya kwamba sasa tumeanza kupigana against corruption, tena tunaanza kusema ungefanya hivi, ungeongea namna hii. Mimi nawaambia namna hii. Kuna wabunge kama saa hii wanachukua pesa kwa mahospitali za ambazo zimekuwa zikiiba pesa ya health. Wanaenda wanaweka media press conference, wanasema hii hospitali imefungwa kwa sababu ya hii na hii. Wengine wana own hospitals. Mtu ana own hospital yenye inafanya operation 10 in a month. Anasema amefanyia mwanamke ama a lady, pregnant lady, operations 10 within 10 months. Kwani huyo mtu anazaa namna gani kila mwezi? Na anaitisha pesa kwa SHA. Hizo ndio hospitali zimefungwa. Na wabunge wengine wakapewa pesa wakaenda kuita press conference. That is the corruption the president is talking about. Hakuna corruption nyingine. Ndio hiyo anazungumzia kwamba kuna wabunge wako corrupt. Na siku yao itafika, chuma chao kiwapi? Motoni, na watashikwa. Na sisi tunaambia wale wenzetu wa upinzani wakiongozwa na jamaa anaitwa wa Munyoro ya kwamba boss, wewe you have no moral authority to even talk about corruption. One of the grounds of impeachment ya Rigathi Gachagua ilikuwa corruption. One of the grounds ambayo ilifanya sisi tukatoa Rigathi Gachagua ilikuwa juu he was corrupt. Tukafuata historia yake akiwa kule Nyeri, atiendi anasimamia wakati ndugu yake alienda akagonjeka. Yeye ndiye alichukua hiyo Nyeri County, akameza yote, akashika mali ya watoto wa marehemu, akachukua yote. Akatoka hapo, akabeba mahoteli za ndugu yake marehemu, akauza zote, akanunua zote by force. Sasa wewe Rigiji, wewe unasimama kuongea juu ya corruption bwana, na sura yako ni corruption. Kutembea kwako ni corruption, hata kuvaa kwako koti kubwa ni corruption. Sasa wewe, everything about you is corruption. You cannot talk about corruption. Wewe waacha wale watu wanapigana na corruption wapigane nayo. Those who are genuinely fighting against corruption. Na mpende msipende, cartels wa SHA watashikwa wawekwe ndani. Cartels wa bunge watashikwa wawekwe ndani. Cartels wa magavana, mumeona? Si governor mmoja amesemekana ashikwe. Governor wa Bomet anaitwa Barichok. Mtu alipatikana mwana amechukua pesa ya county yote, almost 400 million ameweka kwa mfuko. Mwingine anaweka gate na 50 million, gate 50 million. Ati kwa sababu yeye anatoka Rift Valley, ati pengine mheshimiwa rais atamsamea, ati kwa sababu yeye anaongea Kikalenjin. Barichok bwana, utaingia kotini hii wiki. Na kila mtu, there is no sacred cow. Yule ambaye ni corrupt atashikwa. And we are telling our opponents, hiyo msijaribu kuzungumza, tunajua. Sasa Malala si mtu wa kuongea juu ya corruption. Kila mtu anajua tabia yake. Kila mtu. All those characters. Ukiuliza kila mtu wote waweke pamoja, wewe ulitoa wapi mali? Wewe ulitoa wapi? Wewe ulitoa wapi? You know, mimi hao wananchi wanajua vile nimepanda hivi pole pole. Kuna wengine amekuwa tajiri. Na tunawajua ni akina nani. Especially the black man with a black heart. Huyo has no moral authority whatsoever kuongea juu ya corruption. Kwa hivyo, hiyo nilikuwa nataka kuzungumza kwa sababu nimeona